kama kuna mahali kufuata na jina la Haleluya, haleluya. Inawezekana katika kitu ambacho Mungu anapenda ni kwamba aweke mtu aliyefanya hivi. Unajua siri kwa neno hili. Kuna sadaka, sio sadaka. Alafu mchango ule, sio mchango ule. Alafu mchango ule, sio mchango ule. Maana ni binafsi. Hebu sema mimi hapa. Binafsi. Yaani Mungu anabariki ile jambo kwa wote. Maana sasa kama kitu tukutane haiwewi. Lakini Mungu anapenda hivi. Unajitwisha. Halo. Ndio watu wasema halo. Na kufundisha kuna wengine. Unajitwisha kitu kikubwa, unabakisha kwa ndani. Ndio watu hapo unapata shida ya fedha. Ile ya kuzunguka chini kwa chini. Ni wale ndio hii. Kwa hiyo kuna kama mzee. Sasa ndio kuzungumzia hawezi kusema asio. Hata hii ya jumla kwamba sisi tunataka jamani kwenye shimo ile kuna ndio maana aliyemsaidia Yesu kufika Golgotha ni Simoni Petro. Alibeba msalaba akobeba. Sio kwamba walitaka jamani ndio tuchane kumsaidia Yesu sawa. Yaani yeye aliamua kutoka sasa. Nataka nibebe uso wa Yesu. Na aliyempa Yesu kaburi ili akaende kwa mtu anasikia. Hebu sema anasikia. Kilichofanya Yusufu atoke kwa kwa sababu alisikia. Yesu asema mimi nitakufa, nitafufuka. Akaona kwa nini wao huyu anasema usiku. Hizo ndio sababu. Ngoja nichukue sasa akae kwenye kaburi ili akifufuka anachoma mkate ya pamoja. Alisikia. Ndio maana akapata nguvu unasikia. Unasikia nini? Unasikia nini? Hata isisome kwa nini? Pepo msalaba wa kazi wa Mungu anapenda wewe. Hata wewe ulikuwa kiongozi, au mtu anakuja na kufunga sadaka. Unajua unatumia sana. Unajua unatosea sana. Unajua kuna mtu hata akiona sadaka za moyo akasikia. Na wakati kwanza hamjawahi hata siku moja kama kanisa kukaa. Sijui lakini mimi kwa mbona kwenye ile kitokea. Natamani kupige siku moja kwa sisi. Unajua nini kwa mnajali maisha yetu? Maisha kanisa. Kila